Sasa mke wangu mimi ndio niko naelekea msikitini. Nafikiri hapa nitarudi baada ya swala magharibi. Sasa nikishamaliza kuswali nitatulia tu huko. Nisome dua zangu, sura zangu pale. Niombe ndoa yetu, Mwenyezi Mungu aibariki, tunajua tena. Lakini mke wangu mimi naomba nikusihi kitu kimoja. Najua kwamba una marafiki wengi sana. Na asilimia kubwa marafiki zako kama wanajua mwenyewe wanaombea, wanafiki, sio watu wazuri. Yaani kwa kifupi sio watu ambao wanampendeza Mungu. Na hivi ukiangalia tumetoka kwenye ndoa, najua watanifanya wanakuja hapo kupongeza, si kufanya hivi. Nikusihi tu mke wangu, huu mwezi ni mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo jitahidi sana kuepukana na mambo ambayo yanampendeza Mungu. Watakapokuletea mambo ya umbea, si mambo ya nini, kiukweli hizo mambo zinabatilisha somo. Ramadhani haitaki kumsaidia mtu, haitaki usijui mwenyewe unaita uboi, haitaki kabisa. Kwa hiyo nikusihi tu mke wangu, jifungie ndani, fanye ibada. Ukiangalia sisi wenyewe kabla tusioana tulitoka katika uzinifu. Lakini Mwenyezi Mungu amempendeza, ametutoa kule ametuweka katika ndoa. Kwa hiyo tutumie sana huu mwezi kufanya yale mambo ambayo yanampendeza naye Mwenyezi Mungu, hadi kusamehe kwa kutukosea. Sawa, mambo tunakuelewa. Mungu atujalie, alafu mwanzo mzuri wa ndoa yetu mpaka mwisho mzuri wa ndoa yetu. Sawa. So tena unaanza unaingia sijui Facebook, TikTok. Fanya hivyo mke wangu. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Basi ende wasije hapo kwanza. Basi sawa, wapi kurudi mwanangu. Vitu vyake vikimtoka nitajitahidi naongea naye tena. Sitachoka. Unajua tena. Sawa, baadaye. Ndani. Pako nje ndani ndo naondoka. Bye.